Hatimaye tunasonga mbele na sehemu ya pili, kitu unakiita Final Life. Na mtaalamu anaweza kumuita La Baba Studio kama kawaida, mzee wa kusambaza upendo. Jamaa anapatikana pale Moshi mjini. Muuzaji wa movie zote kali kutoka Full Respect Family na Kodi vyombo vya music na MC pia unampata kwa bei nafuu. Anaweka window katika PC pamoja na laptop. Unajipatia memory card, flash disk. Kuna card reader pia zinapatikana. Lakini pia kuna earphone kali kabisa, headphone, AV cable, vifaa vyote vya umeme ikiwemo zile extension zinapatikana pale kwake. Anatoa huduma M-Pesa, Tigo Pesa kuweza kuweka mitungi ya gesi na zote. Remote za deki pia zinapatikana. Na mambo mengine ukibao zaidi na zaidi, pia huduma M-Pesa pamoja na Tigo Pesa inapatikana pale kwa mkale. Unaweza kumuita La Baba Studio. Ana ofisi zaidi ya 4 pale Moshi mjini. Kufika pale kuweza kupata movie zote kali kutoka Full Respect Family, MTDVD pamoja na VCD, bila kusahau zile sleeves za ukweli. Na The King kama kawaida, ili kuweza kuhakikishia kwamba kwa La Baba Studio unajipatia movie kwa bei jumla na rejareja, kama za Kichina, Kizungu, Korean kama kawaida, Filipino, Japani na zile za Kihindi. Jinsi ya kumpata La Baba Studio, namba ziko hapo na matawi yake yote manne pia nitaweza kujulisha sehemu anapoweza kupatikana, lakini ni pale Moshi mjini. Ni La Baba Studio, mzee wa kusambaza upendo. Ofisi ya kwanza hapa, anapatikana Pasua sokoni, Matendigani kama kawaida, Singa kati na pale Mabogini ni guda. Yes, tuende sawa katika sehemu ya pili, Final Life. Hatima hii hapa ni sehemu ya pili, inazidi kuweza kusonga mbele kama kawaida. Moto mkali huu hapa, kitu anakiita Final Life. Bila kumsahau mtaalamu anaweza kumuita mchuzi wa nyoka studio. Jamaa anapatikana pale Mangola Grofani. Movie zote zinapatikana kwa bei jumla na rejareja. Unajipatia memory card, flash disk. Bila kusahau saa za kike pamoja na za kiume zinapatikana pale kwake. Anajiita mchuzi nyoka studio kutoka pale Mangola Grofani. Na wakali wengi tu zaidi tutaendelea kuweza kujua kwa mbele. Moto hapa. Sasa ni sehemu ya pili. Tunasonga pale tulipoweza kuishia. Na The King can kill mzigoni kama kawaida. Sasa baada ya kuweza kufika hapa ndani Songsion, baada ya kuweza kucheka makini, aligundua kwamba dakika 10 mlipuko mwingine unakwenda kutokea. Sasa inabidi kuweza kutafuta ile bomu hapa ndani haraka. Rio, mfuatilie huyo jamaa. Risa na Asada, inabidi muweze kutafuta mlipuko mwingine unatokea wapi. Kambe sawa bosi. Mkula wanamuita Honda. Kama unavyoweza kujua majina ya Kijapani, kina Suzuki, kina Honda, kina Nagasaki, kina Fujiwara. Wana majina mazuri mpaka raha yani. Utana mbongo ana jina ngumu kaa kutu baba. Haya sasa, tafuta bomu liko wapi. Jamaa aliweza kucheki tasa cha mlango. Kuna kitu aligundua, alikumbuka tukio la maiti ambaye aliweza kuikuta pale nje. Jua katika eneo la mkono, katika upipi ambaye marehemu alikuwa ameweza kuvaa, kulibakiwa na kitu fulani hivi kama kutu. Asa jamani, tumelipata. Wamepata bomu. Sasa mtegoaji wa bomu nani? Asada kaja. Dakika zimebaki ni chache. Nini kinacheza kuendelea? Subirini kidogo. Hawajui wa gani wa kuweza kukata, mwekundu au blue. Hebu sogea. Sekunde 30 zimebaki. Fanya haraka, tutakufa hapa. Kata huo mwekundu mmoja. Una hakika? Kambia ndio, fanya haraka, italipuka. Auda. Aliwaambia blue. Wakati kuna tukio nalikumbuka. Kauchomola blue. Ngekata mwekundu wote tungekuwa mavi hapa. Kini Songsion. Hapa ndipo alipoweza kuwachosha watu wao wote tena. Amejuaje kwamba ni blue? Na Rio alikuwa kiazo kata mwekundu. Hapo sasa. Ila kuna kumbukumbu ambayo inamjia na kuweza kupotea.
Haikujulikana ni wapi na ni wakati gani. Walizidi kukagua sana hichi chumba. Kilikuwa kiweza kufanya shughuli gani, walishindwa kuweza kutambua. Kwamba mabomu yote yalikuwa kiweza kutengenezewa hapa ndani. Ni mtu aliyekuwa kiweza kumiliki hichi kiwanda ndio alikuwa kiweza kufanya mambo hayo yote. Baada ya hichi kiwanda kuweza kuyumba kupata hasara kubwa. Au ni matukio yanaweza kupigwa na magaidi. Walishindwa kuweza kujua. Sababu tayari ni matukio yashajitokeza kama mawili matatu wakiwa hapa hapa. Hii imetokea kwa mwathirika. Rio elewi. Wewe ulipataje kujua ile eneo? Ambe angalia kitasa. Kwa mbele maiti ilikuwa pale nje ilikopo na kutu. Ilimpa jibu. Mbele kutu ilikopo katika mkono ule marehemu. Ndio ilimpa jibu kwamba katika hichi chumba aliweza kuingia pia. Kwa ni genius. Kwa haraka tu akatambua. Rio kabisa kumwambia msubiri, maana shindo kumuelewa kabisa. Upelezi ukazidi kuweza kufanyika. Hatulii. Hiyo kogo kasi tu. Sio kuongea sana. Lugha ya ndani. Ina maana kwamba hii ni nyumba ya mwathirika. Wakagonga. Mr. Ishizaki. Master. Uko hapa? Walivyoingia ndani, inasemekana kuna watoto. Samanini. Mazingira ya watoto walikuwa kiweza kuishi. Walikuwa kiweza kuuliza, mnaweza mkatuombea majina yenu? Hili swala lilimfanya Rio kukumbuka tukio ambalo hataki kuweza kulikumbuka. Linamuumiza sana katika akili yake. Song Shion alishindwa kuweza kumtambua Rio. Nini kinachomfanya kutokaweza kuangalia tukio likopo mbele yake? Na inaonekana kwamba kichwa chake kinauma. Kuna jambo gani liweza kumkuta katika maisha yake? Basi tuendelee kuweza kupata hadithi kwa ufupi. Na hii ni kumbukumbu ya Rio. Dhahiri nafikiri ni kumbukumbu yake akiwa mtoto mdogo, kijana mdogo. Alimpoteza ndugu yake kipenzi sana. Na hiyo siku aliamua kuweza kuchukua jukumu la kuweza kwenda kumzika yeye mwenyewe binafsi. Baada ya maisha magumu sana aliweza kupitia. Chanzo cha kifo hatujui nini, sababu ni nini. Hii ni kwa sababu ni mwanzo. Tutakuja kuweza kufahamu mengi zaidi huko mbele, kwa sababu pia hadithi ya Song Shion, kwa nini anatafutwa, kwa nini lazima afe, hatujui. Sasa hii ni hadithi nyingine ya mkali unaweza kumuita Rio, ambaye ni askari polisi wa Kijapani. Tofauti na Song Shion, yeye ni Mkorea, yupo ndani ya Tokyo, Japani sasa, lakini bado anawindwa popote pale anapokwenda. Hakika ni final life. Mwisho wa maisha ni kifo, na wala sio kingine. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Bado yuko pale ndani, lakini kuna mengi alikuwa akiweza kuyakumbuka sana.
Hebu tuachane na hilo sasa, tujue kupanda pili. Bwana mkubwa anamuita Honda alimchukua Songxion. Hichi ndo kitengo chao. Na hapa ndipo mahali atakapoweza kufanyia kazi. Sababu jamani, mtaalamu katika kesi za upelelezi watakuwa naye hapa. Hichi chumba ndicho utakachoweza ukitumia. Ni sehemu yenye usalama kuliko. Kwa chumba chake kitakuwepo na hichi hapa. Kuna kumbukumbu inaweza kumjia lakini ikamiliki. Sijajua kama ana kumbukumbu sawa sawa. Na hatujui nini kilichoweza kutokea hasa. Undani zaidi na ukweli kuhusiana na maisha ya Songxion. Akiwa ametulia zake hapa. Ni April 18 mwaka 1955, Princeton huko New Jersey, US. Hili tukio tunarudisha nyuma. Albert Einstein, genius ambaye historia yake ni kubwa sana ulimwenguni, hiyo siku alipoteza maisha. Wanamuita Albert Einstein, ni genius wa hatari. Baada ya Einstein kuweza kufa, kuna mtu anasemekana aliweza kuchukua ubongo wake. Ulitolewa ubongo wake katika kichwa, sababu alikuwa ni genius. Na inasemekana ulichukuliwa kisirisiri. Ni 55 kitambo sana toka Albert Einstein awezi kupoteza maisha. 55 mwaka 1955. Si mchezo, April 18. Kwa ubongo wake ulitolewa kisirisiri na mtu asiweza kujulikana. Alikuwa na kisanduku na ilikuwa hivi. Chumba hichi kuna ubongo, yani ubongo uko mwingi tu. Januari 7, 2015. Wote huu ni ubongo kama unavyoweza kuona. Ulikuwa umeweza kuwekwa katika glasi maalum. Ubongo wa binadamu. Wanasayansi wanatabu sana. Wanataka kile ambacho kiwezekane. Tafiti iliweza kufanyika. Kuna mtu alishtuka sana baada ya kukagua ubongo fulani. Alibaki kusema Mungu wangu. Hii ni baada ya ubongo wa Albert Einstein kuweza kutolewa kisirisiri. Alichokiona ndani ya ubongo anajua mwenyewe. Alibaki kusema Mungu wangu. Lakini April 18, 2015, katika mti huu hapa kulikopo na wawili wapendanao. Tuachana sasa, ni 2017. Hii ni 15. Hawa wawili waliweza kupendana sana. Binti anaweza kumuita Kana, mtaalamu mmoja anaweza kumuita Minjuni, ambao wote walikuwa wakiweza kusomea udaktari. Ilikuwa ni Marekani. Mmoja Mjapani, mwingine Mkorea. Minjuni ni nani? Kimtazama kwa haraka ndo mkali ambaye sasa hivi tunamtambua kama Songxion. Walikuwa kiweza kumuita Minjuni. Alikuwa na binti anaweza kumpenda na muita Kana. Habari za asubuhi Minjuni. Like a baby. Umelala kama mtoto. I was up all night writing my paper on medical. Anasema usiku wote nilikuwa nikiweza kusoma karatasi zangu za medical. Right, Ace. I should be working as hard as you do.
Kama ni kuweza kuelekea katika IS inabidi niweze kufanya kazi kwa ugumu kama wewe. Do you really think I can be... Unafikiri kabisa kwamba siku moja nitaweza kuwa dokta kweli? Of course, Kana. Akaambia bila shaka Kana. You will definitely. Hakika wewe utakuwa ni dokta ambaye ni mzuri. Minjun. Minjun. So, Kana. Kwa hiyo Kana, do you know the legend about this tree? anaambia unajua hadithi ya mti? It says, wanasema ni proposal ya wawili wapendanao, yani mke na mume, kwamba watabaki milele daima pamoja. Kweli? Really? not really. Akaambia pana, si kweli. Hilo nimetengeneza tu. Acha utani wako basi. But lakini I believe it. Ninaamini. Minjuni, yeye kazi yake daktari alikuwa akiweza kusomea ni kuweza kusolve kesi za kikemikali. Aliitwa tondoke. Ni wakati wa clinic trial sasa, zile kesi za kemikali. We can cancel. Inabidi hizo cancel. Akaambia hapana. Wewe ni kichaa. Cancel the last. Yaani dakika mwisho tuweze ku cancel. Huyu ni rafiki yako alikuwa akiweza kumuita Jim. Minjun? Minjum, nenda kamsaidie mwenzako. Lakini sihitaji kuondoka na kuweza kukuacha. Hit Jim out. Inabidi uweze kumsaidia Jim kwa sababu ni rafiki yako. Kesi za kikemikali. Okay. Okay, poa. Lakini kulikopo na bifu kipindi hicho kati ya Minjuni pamoja na Jim. Jim alishakuwa na wivu tu wa ajabu. Asante Kana kwa kuweza kunisaidia mpaka mtu huyu kuweza kukubali kuweza kuja hapa. Akaambia yani kesho kutwa tuweze kukutana hapa by saa 3. Watakutana hapa kesho kutwa. Aselimwaga. Yakusoku yo? Ni ahadi, naomba usije kaweza kusahau. 약속할게. Na kuahidi sintosahau. Alimwaga. Minjuni akaondoka, lakini kile kitendo Jim akawa na chuki yake mwenye binafsi. Na chuki ni kutokana na dogo elimu aliyokuwa nayo ni ya juu kuliko wengine. Kwa hiyo bifu ikaanza hapo. Aliandaa vitu vingi, pete ambaye siku moja aliamini kwamba atakuja kuweza kumvika Kana. Ili kueleza kuelekea sasa katika chumba ambacho atahusika na masuala ya kesi za kikemikali. Akawa amejiandaa fresh hiyo siku. Lakini baada ya kuweza kuingia katika hichi chumba, mambo aliweza kutana ndani alikuwa ni tofauti kabisa. Sivyo alivyokuwa akiweza kutegemea, wala sicho ambacho anashughulika nacho. Please sit down. Tafadhali naomba uweze kukaa. Wana chumba kimeweza kuandaliwa, utasema kuna mwanamke kaja leba hapa. Nataka kuweza kuniambia ni kwa sababu ya kesi za kikemikali? Watoto kimya. Kuna nini kinaendelea? Sindano kubwa kubwa, kaona ni shida. Wacha nitafute chumba cha wanaume kwanza, sio hapa. Anataka kutoka. Walimdandia kwa nguvu ese. Hii ni hadithi tunaipata sasa Minjuni, ambaye tukimwangalia ndo Song Sioni. Sasa ni yeye au umefanana, wako mapacha sielewi. Hiyo ni Marekani. Na Song Sioni tunaweza kumwona yuko Tokyo, Japani sasa 2017, tofauti na hii ni tukio la 15 2015. Alilia sana, pana mnafanya nini? Wakamdunga sindano ese. Kilichoweza kutokea ni nini basi? Alitakana. Watu ni wanyama sana. Promise ya kuweza kutana Kana ilikuwa ni hapa, na alipanga kuweza kutana kesho kutwa yake. Muda ulikuwa ni saa 3. Lakini hiyo siku ahadi haikuweza kutimia, bali majibu yaliweza kuja likopo ni mazito. Tutajua mengi zaidi mbele, kwa sababu haya ndio atakayeza kufuata, ndio maana natuonyesha baadhi ya vipengele. Lakini hapa mimi nikwambia kwamba sina la ziada katika sehemu ya pili. Tukutane katika sehemu ya 3 ili kuendelea kuweza kupata hadithi kamili ya mtu anaweza kumuita Minjun pamoja na mtaalamu anaweza kumuita Song Sion, ambaye tukiweza kuangalia hadithi ni ya miaka miwili tofauti. Kuna 2017, 2015, lakini watu tunaweza kuonyeshwa zaidi wamefanana.
Minjun pamoja na Song Sion. Kuna siri gani? Wako mapacha, hakuna mtu mwenye kuweza kuelewa. Vipi ndio huyo mmoja? Hatufahamu pia. Taarifa za binti wanaweza kumuita Kana, pia tutaweza kujua. Mkali kuhusiana na polisi wanaweza kumuita Rio. Na mambo mengine kibao tutakuja kuweza kuyafahamu mbele katika sehemu ya 3 inaweza kufuata. Hapa mimi nikwambia kwamba sina la ziada katika sehemu hii ya pili. Ni The King kama kawaida kutoka Full Respect Family. Tukutane katika sehemu ya 3. Final Life. Bye bye. またどこかに爆弾が仕掛けられてる可能性がある。なんか困ったことあったら連絡して。あの時死んでもいいかなって思ったんです。あいつ何者なんですか。奴の前歴がどこからも出てこない。今言えるのは何者からか命を狙われてること。いらっしゃいませ。ミンジュン君が亡くなってもう2年が経つ。ミンジュンは私のせいで死んだのよ。あれは事故だ。私のせいよ。